kaangalie sehemu ambako ustaarabu umepotea sana, utakuta ni katika vijiji vile ambavyo vina ufaulu. Ndio yani tunaanza hivi. Lakini katika vijiji vyote hivyo nilivyovitaja mimi, ukiangalia utakuta kwamba katika vijiji vya Milawilila, Logo, Uponda ndiko sehemu ambazo kuna misingi mizuri ya dini ya Kiislamu. Kwa maana kwamba hapa ndo watu wanalelewa zaidi kwenye habari za nani? Za Mungu kuliko kule. Maana yangu ni nini? Ni kwamba watu hawa kwenye swala la Mungu wako serious vibaya mno. Tungechukua ule userious ule tukaweka hapa kwenye shule, kuisha habari yake. Kwenye swala la shule, kitu cha kwanza ambacho cha msingi ni mtu mwenyewe kutambua. Yaani ukishakuwa umetambua familia, swala la shule limeisha. Kwa sababu bila mtu yote, kama familia haina utambuzi wa hicho kitu, yaani masuala ya namna ya kwenda shule ni cha pili baada ya kuwa umetambua. Yaani hata sisi tunaamka asubuhi, hatuna hela, lakini unamwambia mke wako kwamba jioni, mchana nitarudi na chakula hapa. Ina maana unaamini unaenda kutafuta. Sasa kama tunaweza kutafuta, kuamini kwamba tukaishi kutoka Januari mpaka Disemba bila changamoto yoyote, tunashindwa kuwapeleka watoto shule, utaona kwamba hapo sisi hapo wote tumejificha kwenye umaskini. Aliwahi kuja mkuu wa wilaya mmoja ambaye tulienda mpaka msituni, Bwana Zamili, kama unakumbuka. Kasema nilikuwa nikipita huko mnashangaa kuna kijani. Yaani huku ndo sehemu pekee ambako kuna paka masherisheri watu wanakula na hana kesi. Ukikuta unachuma yale huna kesi. Si ndio tulikubaliana hivyo? Hii inamaanisha kwamba ukanda huu hauna nini? Njaa. Mimi natokea Gairo. Sisi nyumbani kwetu mvua inanyesha mara moja tu kwa mwaka. Ukifika pale mwezi wa 10, sisi tukishatoka mwezi wa 5 wa 6, tunakusanya majembe tunaweka ndani. Tukutane Januari. Hapo ukipita pale ndio kasema watu wanakufa njaa nini? Ni kukavu, vumbi mpaka linachana miguu. Lakini watu wanakomaa, wanapeleka watoto wapi? Shuleni. Kwa wapeleka watoto shuleni hakuna uhusiano na utajiri. Sasa watu wanaosema kutoa ni moyo. Tunaweza kukubaliana hapa jamani, tuchangie kitu fulani. Mtu hapa akawa na 30,000 yake na asitoe. Kuna mwingine na 500 tu mfukoni akasema hii mimi nafanyaje? Natoa. Hata nyie mnaosoma maandiko, sisi kwenye Biblia kuna mama mmoja alienda kutoa sumuni. Halafu kuna matajiri walitoa mapesa mengi. Lakini Yesu akamwambia huyu anayetoa huyu ndio katoa zaidi, kwa sababu katoa kajibana chote alichokuwa nacho. Lakini hawa wengine wametoa ziada. Yaani mtu ana milioni 7 kachukua 200,000. Unafikiri kapata losi? Hajapata losi. Mimi baba yangu alikuwa hapendi shule, hiyo ndio upendi. Baba yangu mimi mpaka kafariki shule haipendi. Na hata mimi nilikuwa nikipeleka nyumbani matokeo nimefaulu, sio anafurahia, anasema wewe tayari ni hasara nyingine inakuja. Lakini Mungu wa ajabu, sisi mimi nimeenda form 1 hakuna hela, tukauza ng'ombe wa mahali wa dadangu yule mmoja hapo, tukapiga mnada. Nikaenda tulikuwa nalipa ada, haijatosha. Ile hela haijatosha. Nikaenda shule, tulikuwa tunafukuzwa, mkuu wa shule akijichanganya unaenda shule. Akifukuzwa unaondoka, kichanganya unaenda shule. Tumeenda mwisho wa siku mambo yakaenda, tumepita kwenye migongo ya watu kutushika mikono. Mimi nimefika kidato cha 3 nikazima kuwa mpiga picha. Unanionaga napiga picha. Sio nilipenda kuwa mpiga picha, baada ya maisha kuwa magumu. Tunaenda shule tunashinda njaa. Mimi nilikuwa nasafiri kilomita 6 kutoka nyumbani kwenda shuleni. Ili nifike saa 1 dakika 10, nilikuwa naondoka nyumbani saa 11 na dakika kama 5 hivi. Kwenye begi langu kulikuwa na tochi. Naenda wapi? Shuleni. Lakini mwisho wa siku nikaona bora niwe mpiga picha ili nipate 100-200 maisha yaende. Ila kusoma sikuwahi kufanyaje? Kuacha. Mungu ni mwema, sisi shule tulikuwa na wanafunzi karibia 164 form 4. Lakini tulifaulu hawa 5 kwenda kidato cha 5 na mimi mwenyewe nimo ndani. Lakini Mungu si Athmani. Mimi ndio sina maisha, inawezekana sina maisha mazuri. Lakini sasa hivi siwezi kushindwa kutatua shida nyumbani. Kwa hiyo hii ni kumaanisha kwamba swala la mafanikio haihusiani na swala la utajiri. Ni wewe mwenyewe kujifanyaje? Kujitoa. Ukiashumu kwamba hao walioko huko eti bwana hao walifanyaje? Walikuwa na ndugu zao matajiri. Kila mtu akisimulia historia yake atakwambia tu. Ni ngumu na inasikitisha. Unakuta yeye mwenyewe yupo, kumbe ndo alfa na omega. Ipo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba ndugu zangu Milawilila hapa tubadilike. Kuna wakati mnakuja, na wakati mnarudi nyuma. Mnakuja. Mimi huyu mzee bwana namkubali.
Huyu mzee ninamkubali kwa sababu katika utawala wake vitu vingi huyu bwana sio muongo. Anakwambia kabisa bwana, mtu fulani kamficha mtu. Anasema anakafuatilia mpaka yule kijana yuko wapi sijamuona. Anauta umeona? Yaani mtu kafaulu, mtoto kafaulu, mzazi kambeba kwa ameenda kulima huko. Kaenda kulima. Muona kamficha. Mnajua hao ndugu zenu. Lakini huyu bwana mimi nikamuuliza akasema ngoja mimi nifuatilie. Akapata namba yake ya simu, nikasema nipe. Aliponipa namba ya simu, nikasema mimi sitampigia. Kwa sababu nikimpigia mimi naweza kaona namtisha. Tukatumia busara huko kuzungumza, lakini juzi kanipigia simu kasema yule kijana karudi. Mimi sijabeba polisi nikamkamata yule nikamweka ndani. Unajua ni kwa nini? Nataka nijaribu kumpa fundisho umuhimu wa kumpeleka mtoto wake wapi? Shule. Hivi tuchukulie mtoto kaanza leo darasa mwezi wa pili, wenzako wako mwezi wa pili ndo anaanza. Hivi tuchukulie katika maisha yake huyu kaenda kesho kuta akaja kufanikiwa. Historia yako nadhani itakuwaje? Kwa hiyo inamaanisha kwamba tusikate nini? Tamaa. Wakati mwingine tunapoishi na nyinyi sisi tunachukua nyinyi ni ndugu zetu. Inapokuwa kuna fursa mimi ninaacha ndugu zangu wa damu na kuchukua wewe, maana yake ninataka twende pamoja. Leo watoto hao wenye division 3 wawili wametoka Milawilila. Hivi unadhani hiyo safari hao watoto wakaenda akasoma kesho kutu wakaja kufanikiwa, kwani sifa ni ya nani? Si ya kwetu sisi wenyewe. Kwa na maana yangu mimi najaribu kuongea kwa urefu kidogo, lakini nilikuwa naomba darasa 7 mwaka huu msishutuke mwakani matokeo baada ya kutoka muonekana kama vile mlikuwa hamna taarifa kama watoto wenu wako shuleni. Maana itafika Januari mtu anasema mimi sikujua kama mtoto wangu yuko darasa 7. Kweli. Kweli mwanamke wako ana mimba miezi 9 wote ushtuki. Anaenda siku ya kujifungua, mama yangu sina hata 100. Ulikuwa wapi? Na wale ambao watoto wako darasa 6 na wale ambao watoto wako darasa 5 nao tunawaambia kwamba mkae mkao wa, kwa sababu hao mwaka huu wanakufeli. Hao mwaka huu wanakufeli. Ila mwakani ambao watakuwa la 6 na wengine watakuwa la 7 na hao wanaokuwa la 6 na wanakuwa la 7 wanakuwa la 6. Haya madarasa yote mawili la 6 na la 7 watu watahitimu mwaka huu. Na wote 2028 wataenda wapi? Hakuna kufeli. Kwa hiyo kama ulikuwa unajua labda ombea afe, kwa sababu akifa sasa hawezi kwenda sekondari. Yaani maombi yako hayo ni hayo, kufa afe. Lakini kama anakuwa hai ni wapi? Mwaka 2028 tunategemea kuwa na watoto takriban 570 sekondari. Huo utakuwa mwaka wa kwanza kuwa na wanafunzi wengi. Kwa hiyo kama unataka mtoto wako yuko kwa design hiyo, aidha sasa mhamishie Burundi au niomba afe, hata mwekee sumu afe ili asikusumbue tena, kwa sababu ataenda shule. Kwa mimi nikuombe ndugu zangu, hata saa 7 tunataka tuwabebe wote waende, lakini wanaoenda wasiishie njiani, watieni watoto. Mimi waga wananifurahisha sana, natoa Milawilila. Kwanza wana umoja wanavyoenda kule shule, wanapitiana wote, wanakwenda wanasindikizana wanaenda shule. Lakini tuwahi kupata shule ya mtoto mmoja anatoka mbali kiasi kwamba sio yule alikuwa anatoka kundi si wapi, alafu ni wa kike. Anasimulia anasema kumbe wakati mwingine akipita pale watu wanamfuatilia njiani. Kwa nakuta kabla hajafika shuleni hapa njiani kapigwa jaribu ndio anaenda hapo shule. Lakini hao Milawilila wanakuwa wanashikana kwa pamoja wanaenda shule. Tukiyazingatia hayo ndugu yangu tutafanya vizuri. Lakini pia msiogope gharama. Mmesikia habari za kuchangia elimu ya watoto hapa. Usione hiyo ni gharama. Mtoto akifanya vizuri ni fahari kwako. Lakini pia watoto wetu mwatie moyo. Mtoto ana uniform imechanika baba, hata una huruma. Wavalisheni. Sisi tulikuwa nalima miraba, ndio mimi sikatai, tulikuwa nalima miraba. Tunapata uniform. Mimi nilikuwa nakata niko form 2 nakata majani kwenye, nimeajiriwa kwenye nani ya mtu, nakata majani kwenye ng'ombe wake kama George hapa ni ajili. Nakata majani kirudi shule. Alafu mwisho wa mwezi alikuwa anatulipa watu wawili 17,000. Kwa tunagana na mwenzangu 17,000 ile tunagawana. Tukigana 17,000 angalau unapata chochote. Kwa hiyo kama tulisoma katika mazingira magumu kabisa, unasomea suruali ya mtu alikamaliza form 4 unaenda kudandia kuvaa ile imepauka pau. Lakini unasema pote ya mbali kichwani kwangu nikiwa niko nimeng'aa, hata huko kama nimepauka hiyo usifanye nini? Siangalie. Kwa hiyo ndugu zangu nilikuwa naomba sana tusome wapeleke watoto shule. Hata hii miundombinu yetu hii inasadifu yaliyoko hapa. Hata sisi tungesema wazazi wakati mwingine watoto wetu wanakaa chini, hata mzazi angesema tutoe jiolojia, tungepata madawati. Lakini kwa sababu hayo sio kitu cha muhimu, sio kazi zetu. Hao watoto wanakuja darasa somo na wanachora vikatuni. Wanaandika majina yake na walimu pale. Ngoko si nani? Ndio anayafanya hayo. Haya ndio wanafanya nyumbani kwao. Huo ndio mwingine kaandika ni shoga hapa angalia.
Jafeti ni shoga. Hapa kaandika. Huyu hapa. Tumeona? Kaandika hapa Jafeti ni shoga. Sasa wewe unadhani huyu ataacha kuwa na element za ushoga huyu? Kwa hiyo hivi vitu sababu huyu mtoto wa shehe kwa mfano ndo anaandika mambo kama haya. Ndugu zangu mimi nawashukuru sana, lakini elimu ndio silaha pekee naweza tukatumia kupambana na umasikini. Asanteni.